tukimpenda Yesu Kristo, yeye atakuja kuweka makao ndani yetu. Yaani, sikiliza nikwambie neno moja. Ndege wafananao huruka pamoja. Tena watu wawili ambao wanaenda barabara moja ama wanaenda njia moja, wasipopatana hawawezi kufanyaje? Hawawezi kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hivi, kubali kupendwa, kubali kuishi katika neno la Kristo, alafu Kristo aambatane pamoja nawe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maneno mengine ni hivi, ni sawa na sasa hivi Trump anakuambia deki nyumba yako, alafu mimi na Marekani tutakuja, mimi na serikali yangu tutakuja kuishi hapo kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Ama ni sawa na sasa hivi unasikia kiongozi wa nchi anasema, leo nataka niende kwa mama fulani, weka jina lako hapo. Leo nataka niende kwa mtumishi Calvin. Lazima niwe tayari, ujiandaa kumpokea mkuu wa nchi. Yesu Kristo anakuomba siku ya leo kwa unyenyekevu ya kwamba, tazama nabisha, mtu akifungua mlango, mimi na Baba tutaingia. Kwa hiyo kuna mahali ambapo ulimkatia Mungu tamaa, mahali popote pale ambapo uliona kwamba Mungu amekuacha, sikiliza, ndio maana ngakwambia sasa ile tathmini maisha yako. Kama si yeye, usingelikuwa hapo siku ya leo. Tathmini maisha yako, tathmini njia zako, tathmini namna ile ambayo Mungu amekulinda, Mungu amekusaidia. Hutaona ya kwamba Mungu alikuacha, utajua kwamba hapo ulipo ni mkono wa Mungu. Kwa hiyo basi, lazima turudi kwa Yesu Kristo kwa toba. Turudi kwake kwa toba, tukimwambia, Bwana Yesu, tulikukosea, hatukujua. Sikiliza, unaweza kuwa wewe una kiwango kidogo cha uchumi. Kwa sababu una kiwango kidogo cha uchumi, unaona ya kwamba Mungu hakupendi ama Mungu amekuacha. Mungu haangalii kile kiwango chako cha uchumi, ama kidogo ama kikubwa ndio akupende. Yeye anakupenda kama ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa Yesu Kristo atakuja kufanya makao ndani yako, magonjwa yatakuwa si sehemu yako, umasikini utakuwa si sehemu yako, kuonewa kutakuwa si sehemu yako, kutokusikilizwa kutakuwa si sehemu yako. Kwa sababu gani? Yesu Kristo ataingia ndani yako, na neno la Mungu linasema kwa maana hiyo Yesu Kristo amefunuliwa ili kutupa akili. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo akiwa ndani yako, lazima utakuwa mtu wa kutofautishwa. Jina la Bwana libarikiwe.